Good morning to you. Good morning. You look amazing. Oh really? Thank you. Thank you. Asante sana. Kwanza kabisa ni heshima kubwa kuketi hapa na wewe kufanya mahojiano haya. Kwanza kabisa labda utueleze, imekuwa ni miaka 6 au miaka 5 na zaidi ya uongozi wako NMB. How does it feel, na mapinduzi gani ambayo so far unasema mimi kama Ruth kwangu nimetimiza? Mimi kitu ambacho huwa nakiangalia kila siku ni jinsi gani ninagusa maisha ya watu kwa utofauti. Yaani mimi hiyo ndio legacy. Legacy yangu sio watu wanasema nini kuhusu mimi, lakini watu wanasemaje kuhusu nilibadilisha vipi maisha yao baada ya kukutana na mimi. Walibadilika vipi katika utumishi wao baada ya kukutana na mimi. Hicho ndio kitu ninachokiangalia kila siku. Na imani miaka 5 hii wafanyakazi wa benki ya NMB wameona mabadiliko kwenye maisha yao. Wateja wetu wa benki ya NMB wameendelea kuona mabadiliko. Lakini wanahisa wa benki ya NMB nadhani wameendelea kuona mabadiliko kila siku. Mwaka 2020 tunachukua benki hii, bei ya hisa za benki ya NMB ilikuwa shilingi 2,340. Juzi mtu akaniambia bei ya hisa za benki ya NMB imegonga 18,000. Wow. Hayo ndio mabadiliko ambayo tunamshukuru Mungu kila siku, na yako mengi. Kwa hiyo niseme kwa kifupi kabisa ni jinsi gani watu wameona kubadilika, wameona mabadiliko baada ya kukutana na wewe. Kabla ya yote kabisa na kabla hatujaenda kwa undani kabisa, sisi benki ya NMB hivi karibuni tumebadilisha mfumo mkuu wa benki ya NMB. Na mimi ninapoanza haya mazungumzo, nianze kwa kuwashukuru sana Watanzania. Ninawashukuru Watanzania wote, lakini hasa wateja wetu wa benki ya NMB. Asanteni kwa kutuamini, asanteni kwa kutuvumilia, asanteni kwa kuendelea kuichagua benki ya NMB. Tunawapa pole sana kwa siku hizi ambazo huduma zetu zilikuwa na changamoto. Wakati tunahama kutoka mfumo mkuu wa zamani wa benki ya NMB kuingia mfumo mkuu mpya wa benki ya NMB. Tulianza kuhama tarehe 31 mwezi wa 7, Ijumaa saa 12 jioni, tukazima mitambo. Tukasema sasa tunaingia kwenye mfumo mkuu mpya. Kwa hiyo Jumamosi ya tarehe 1 mwezi wa 8, Jumapili ya tarehe 2 mwezi wa 8, huduma zetu zilikuwa ni kama zimesitishwa kabisa. ATM pekee ndio zilikuwa zinafanya kazi. Tunashukuru kwa kuendelea kuiamini benki ya NMB, tunashukuru kuendelea kuichagua benki ya NMB. Yapi aliyoongezwa na yana manufaa gani kwa mtumiaji wa NMB? Sababu ya kwanza kwa nini tuliona sasa tuwekeze kwenye mfumo mkuu mpya wa benki ya NMB. Ya kwanza kabisa, mfumo mkuu mpya wa zamani wa benki ya NMB ambao ndio tulikuwa tunautumia mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 ulianza kutumika mwaka 2011. Okay. Kwa hiyo mfumo mkuu huu ulikuwa umeshatumika kwa miaka 15. Kwa hiyo utaona kwamba mfumo huu ulianza kuchoka. Sasa kwa taasisi kubwa kama hii inayohudumia mamilioni ya Watanzania, inayotunza mamilioni ya fedha za Watanzania, ni hatari sana kuendelea kutumia mifumo ya zamani ambayo sapoti yake ni ndogo. 2011 wakati tunazindua mfumo ule wa zamani, benki hii ilikuwa na wateja 1.8 milioni. Lakini sasa hivi tuna akaunti za wateja zaidi ya 10,000,000. Wakati ule jumla ya mali zilikuwa trilioni 2. Lakini sasa hivi tunasimamia mali za zaidi ya trilioni 18.5. Lakini labda kubwa zaidi ni kwamba maono sasa ya mbele, maono tulio nayo ya mbele ya hii benki ya NMB. Kwanza tunataka kuendelea kuwaleta Watanzania wengi zaidi kwenye sekta rasmi ya kibenki, na tunategemea kufika mwaka 2030 tuwe na akaunti za wateja zaidi ya milioni 20. Sasa akaunti za wateja milioni 20 haziwezi kubebwa na mfumo ambao umeanza kuchoka. Lakini tuna mipango ya kuipeleka benki na kupeleka huduma za kibenki nje ya Tanzania. Sasa maono haya mazito, maono haya makubwa, ndoto hizi kubwa zilihitaji mfumo mkuu mpya, mfumo mkuu imara, mfumo mkuu ambao utaweza kubeba ndoto hizi. Na ndio maana uwekezaji huu mkubwa uliofanyika kwenye teknolojia, uwekezaji kwenye mfumo mkuu wa benki ya NMB. Sasa mteja anafaidika na nini sasa CEO baada ya mabadiliko kila kitu? Mteja wa NMB faida ni nyingi sana. Faida ni nyingi. Kwanza huu mfumo mkuu mpya una uwezo mkubwa sana.
Yani uwezo wake ni tofauti kabisa na uwezo wa mfumo mkuu wa zamani tuliokuwa nao. Mfumo una uwezo mkubwa, na kwa maana hiyo sasa haya masuluhishi yetu ya kidijitali NMB mkononi, wakala, internet banking, sasa zitakuwa bora zaidi, zitakuwa imara zaidi, zitaweza kufanya kazi kwa haraka zaidi na zitakuwa salama zaidi. Tuna mfumo mkubwa ambao utaweza kuchakata, kuziweka information za wateja vizuri ili tuweze kuwapa masuluhishi ambayo kila mteja anayahitaji yeye mwenyewe binafsi. Lakini nadhani faida nyingine kubwa sasa itatuwezesha sisi kuanza kutoka na masolution na masuluhishi ya wateja kwa haraka zaidi. Kwenye mfumo huu wa zamani, integration kati yetu na mtu yeyote anayetuletea solutions zilikuwa zinachukua muda sana. Lakini sasa hivi yani integration zitaenda haraka sana. Kwa hiyo hii pia ni fursa kubwa sana kwa vijana wetu wabunifu wanaotengeneza solutions mbalimbali. Ina maana sasa kuja kuziunga NMB mkononi itakuwa ni rahisi sana. Kwa wale wateja wakubwa wa benki ya NMB, taasisi, makampuni, watakuwa wameona pia kwamba tumekuja na internet banking mpya kabisa. Customer experience nayo tuna imani itakuwa bora sana, na tuna imani wataifurahia sana, kwa sababu customer experience jinsi tulivyoiweka mle ndani iko tofauti kabisa na ile ya zamani, na inawapa capabilities kubwa sana. Mteja kama mfano analipa watu wengi kwa pamoja, anaweza kulipa mpaka transaction 20,000 kwa wakati mmoja. Lakini sasa zaidi sana mimi ninachoweza kusema ni ule msingi tulioujenga wa kuwezesha kuijenga NMB imara zaidi ya kesho, kwa sababu NMB ya leo sio NMB ya kesho. NMB ya kesho inahitaji msingi mwingine mkubwa zaidi, na msingi wenyewe ndio huu uwekezaji mkubwa tuliofanya kwenye teknolojia, uwekezaji mkubwa kwenye mfumo mkuu wa benki ya NMB. NMB Bank, karibu yako.